Mwaka jana kuna mkoa fulani nilienda, moja kati ya mikoa hapa hapa Tanzania. Sasa nilivyofika kwenye ule mkoa, kuna siku nilikuwa na ishu fulani hivi ambayo kuna vitu vyangu vilikuwa vimenizingua, nikasema hebu niingie kwanza mtaani. Sasa nilifika sehemu nikawa nimekaa hiyo sehemu. Kwa hapo nilipokaa, karibu kulikuwa kuna fundi simu, ambao huyo fundi ni maarufu sana ule mtaa. Sasa pale ule muda nimekaa pale, kuna mzee fulani alikuja pale. Baada ya kuja yule mzee anaonekana ni mtu fulani mwenye majonzi, yani mtu fulani ambaye kama hayuko sawa, yani anaonekana kabisa kwamba hayuko sawa. Sasa baada ya kuja yule mzee alikuwa amebeba kasimu fulani hivi, kasimu kamepigwa rubber band, yani kamefungwa rubber band hivi. Nafikiri nikisema kamefungwa rubber band una picha inakujia ni simu gani, yani simu ipi, yani simu ipi ambayo alikuwa amebeba. Sasa yule mzee alipofika kwa yule fundi, akamwambia fundi, simu yangu nahisi ina shida. Fundi akasema simu ina shida? Akasema akasema hebu tuione. Fundi akaichukua ile simu. Alipoichukua ile simu akaicheki, akamwambia mzee, mbona hii simu iko sawa, haina shida? Mzee akasema haina shida. Mzee akasema sasa kama haina shida, mbona mimi mwanangu anipigie? Unaona, watu wakabaki wanashangaa. Mzee akasema sasa kama simu haina shida, iko sawa, mbona mimi mwanangu anipigii simu? Unaona, watu wakaongea naye pale, wakamwambia mzee, wakachukua simu ile wakampigia kijana wake, sababu namba alikuwa amesave, namba hii hapa. Wakampigia, vipi, ongea na mzee wako hapa. Jamaa akapokea simu, mzee, shikamoo, marahaba, ujambo, hivyo. Sasa manake kitu ambacho natamani kuwafundisha ni kwamba pamoja na harakati zako ngumu kiasi gani, pamoja na mishemishe zako ngumu kiasi gani, lakini tenga muda ambao utawakumbuka wazee nyumbani. Yani mpigie simu baba, mpigie simu mama, mpigie simu mtu ambaye amekulea, muulize unaendeleaje, uko sawa, yani mjulie